Ni kukaribishe sana mtazamaji wa SAUT TV katika kipindi cha Sports Home, siku nyingine tena ambapo wana michezo tunakutana kujadili yale ya kimichezo, na siku ya leo mada mezani ni nini sababu ya kuongezeka kwa magolikipa kutoka nje ya nchi ya Tanzania. Je, ligi yetu na nchi yetu imeshindwa kuzalisha magolikipa wenye ubora? Na katika kuliangazia hili, nahodha wako kwa siku ya leo ni mimi Abdul Sami Hawanga, lakini studioni ipo na wachambuzi nguli kweli kweli, Doringson Edward pamoja na Jackson Ndaro. Kwanza ndugu zangu, habari za wakati huu? Mambo yanaenda kabisa. Sasa bila kupoteza wakati tukianza moja kwa moja, nikianzia kwako Jackson Ndaro. Nadhani kwanza mada yetu ya leo ni sababu zipi zinapelekea kuongezeka kwa magolikipa wa kigeni. Je, kimsingi nadhani nini hasa ni shida? Je, ligi yetu imeshindwa kuzalisha magolikipa wenye ubora ama pengine magolikipa wao ndio wana changamoto? Nashukuru sana. Unajua tukianzia hapo ongea kuhusu magolikipa wa kizao na wa kigeni, sioni fikiri kwamba magolikipa wa kizao ndio inafaa. Lakini cha kwanza nafikiri ni imani ya makocha. Ukiangalia makocha wengi ambao wamekuja katika ligi ya Tanzania bara wamekuwa na imani kubwa sana na magolikipa wa kigeni. Ukiangalia Nasri bin Nabi alikuja hapa na ni mmoja ya kocha ambaye alipelekea hata kuwepo kwa DDR kipa ambaye sasa hivi anacheza klabu ya Young Africans. Lakini pia sababu nyingine inakuwa ni klabu inaamini kuwa pia anapochukua kipa wa kigeni kwa sababu ana uzoefu mkubwa na mashindano ya kimataifa, kombe la shirikisho na kombe la CAF Champions League, ni kipa ambaye anaweza kuwasaidia. Kwa hiyo mara nyingi wanapenda kuchukua makipa kama hao, kwa sababu tukiangalia klabu ya Simba kwa msimu wa mwaka juzi waliweza kumchukua Musa Philippine Kamara, kwa sababu ukiangalia walikuwa na magolikipa wa kizao, lakini walimchukua yule kwa sababu waliona atatia chachu katika kuwasaidia kufika mbali katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Nikija kwako Doringson Edward, vilabu vyote vimekuwa na kasumba hivi sasa, hususan vikubwa Simba, Yanga, Azam vimekuwa vikikimbilia magolikipa kutoka nje. Unadhani ni kipi hasa ambacho kimewafanya vilabu hivi kukosa imani na magolikipa wazawa? Kwanza mimi nimekuwa ni muumini wa kwamba football inaanza kujengwa kuanzia chini kabisa katika misingi ya grassroots na kisia na kwenye academy. Kwa hiyo ukitazama tulipofikia hivi sasa kama taifa, unaona changamoto bado inaanzia huko chini. Ukitazama vilabu vyetu hivi viwili vikubwa Simba na Yanga vinahitaji matokeo kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa hiyo muda wa kuanza kusubiri na kuzalisha vipati ile product ambayo inahitajika inakuwa ni ngumu, inakimbilia nje kwa ajili ya kuweza kupata zile product ambazo zinahitajika. Na kwa kipindi kirefu tumeshuhudia Aishi Salum Manula alikuwa kama chaguo namba moja la nchini Tanzania. Unatazama watu ambao walikuwa wanapiga kama backup ama kumpa usaidizi, bado walikuwa still quality ambayo tunahitaji mpaka hivi sasa. Na naweza kusema bado tuna struggle kwenye national team kutafuta badala wa Aishi Salum Manula. Natazama tukwenda paka nje ya nchi kwa michuano ya AFCON kutafuta golikipa mwingine, lakini bado kuna changamoto hapo ndani. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, turudi huko kwenye grassroots, turudi kwenye academy tuweze kuzalisha magolikipa na wachezaji katika nafasi mbalimbali ambao wataweza kuja kuzalisha taifa, lakini tusiangalie tu kwenye ligi ya kwetu hapa Tanzania bara. Watengenezee mazingira ya kuweza kuwapeleka nje ya nchi, wakapata exposure, wakapata uzoefu kwenye ligi nyingine wanafanya nini ili waje kuwa hazina kubwa kwa taifa la Tanzania. Nikisalia kwako Doringson, umezungumzia kwamba vilabu hivi mara nyingi vinataka result ya haraka, pengine pressure ambayo inatajwa kwa maana inawakumba wachezaji wa kizao, unaweza kuona inaweza ikawa ni miongoni mwa sababu ambayo inapelekea wao kwenda kuopt kuchukua magolikipa kutoka nje ya nchi, kwa sababu wazao wanashindwa kuhimili hiyo pressure. Ukitazama kwa klabu kubwa kama Simba na Yanga zenyewe zinazohitaji matokeo, haijalishi yatapatikana kwa namna gani, na wanapokwenda vitani wanaangalia silaha ambazo zinawazunguka. Kwa klabu yoyote ambayo ipo kwa ajili ya biashara na kwa ajili ya mafanikio, inapokosa kile inachokihitaji kwenye mazingira ambayo inazunguka, basi itakwenda nje kwenda kutafuta mambo mengine hapo yatahitajika. Tunashuhudia hivyo pia hata katika nchi ya Uingereza. Unatazama magolikipa wa Uingereza hawana nafasi kubwa sana katika vile vilabu kubwa nchini Uingereza. Kwa hiyo demand ya magolikipa hapa nchini Tanzania na pressure ambayo vilabu kubwa vinakumbana nayo katika michuano ya kimataifa ndio sababu ambayo hawana muda wa kuamini hawa magolikipa wachanga, lakini magolikipa wa Tanzania ambao bado wanahitaji muda kwa sababu hawana platform kubwa sana ya kusema kwamba amepata daily time ya kucheza kwenye tournament za kimataifa, inakuwa bado changamoto.
Ni kirejea kwako Jackson Ndaro, alitoa mfano Dorington Edward kwamba Aish Manula aliweza kuonyesha ushindani kwa kiasi chake katika kikosi cha Simba. Pengine Aish Manula alifanikiwa wapi? Pengine ni makuzi aliyoyapata katika ukuaji wake wa kisoka ama ni yeye mwenyewe uwezo wake binafsi? Mimi naweza kufikiri kuanzia kwenye makuzi ya kisoka, lakini pia uwezo wake binafsi. Tumwangalia mchezaji kama Aish Manula, ni mchezaji ambaye aliteka sana soka la Tanzania kwa sababu ya kiwango chake bora, si tu katika klabu ya Azam, lakini pia hata alipokuja katika klabu ya Simba Sports Club na katika timu ya taifa kwa ujumla. Namna gani ambavyo uchangia kwenye makuzi yake kabla ya Azam, alikuja katika maeneo ya Morogoro. Namna gani ambavyo alikuja katika malezi ya mpira. Alipokuja Azam ni klabu kubwa, klabu ambayo inafundisha wachezaji namna gani msimu, mchezaji kama golikipa namna gani ambavyo unaweza kudevelop siku zaidi ya siku. Ukimwangalia alipokuja Simba alianza kuliteka soka namna gani ambapo alikuwa akicheza katika ligi ya mabingwa barani Afrika katika kombe la shirikisho, lakini pia akakuteka soka la nje. Aish Manula kuna kipindi alitakiwa na klabu takriban 100 ukiongelea barani Afrika, lakini ni kwa sababu tu nguvu ya Simba ambayo iliweza kumfanikisha Aish Manula kubaki. Sio Aish Manula tu, ukiangalia katika magolikipa wa kizao huwezi kumwacha Juma Kaseja ambao sasa hivi ligi ya Tanzania bara inahangaika sana kupata magolikipa. Hapo kabla hujaendelea Jackson Ndao, umemzungumzia Juma Kaseja. Katika kipindi cha mlinda mlango Juma Kaseja kulikuwa na walinda milango kadhaa kina Ali Mustafa Batezi. Pengine kipindi kile nini hasa ambacho kilipelekea walinda milango wao kuweza kushaini katika vilabu hivi? Pengine ni kipindi kile vilabu vyetu vilikuwa bado havijajipata kiuchumi. Unajua kuna kauli moja ambayo mimi nafikiri ndio ambayo ilikuwa inatumika kwa sababu unajua ukiwa na nyumba mbovu lazima kila siku utaifagia na kuitengeneza vizuri ili ionekane nzuri kwa sababu ndio unaoishi. Mimi cha zamani kwa sababu tulikuwa tuna uwezo wa kwenda kuchukua golikipa kama Djigui Diarra, Musa Pelipeli kama na wengine wa kigeni ambao tumewaleta sasa hivi. Kwa hiyo tulikuwa tuna Juma Kaseja na wengine tulikuwa tunawatunza na kuwatengeneza kwa sababu ndio ambao uwezo tulikuwa nao. Lakini baada ya kuanza kuwa na zile misuri, kuwa na nguvu, kuwa na pesa kuweza kuchukua magolikipa wa kigeni, tunaona sasa kuna namna fulani ambapo magolikipa wa kizao sasa hivi wanabaki katika timu, kusubiri zile mechi ndogo, kusubiri zile mechi ambazo hazina presha kubwa. Tukiamini magolikipa wa kigeni wanaweza kustahimili zile mechi kubwa za kimataifa. Mtazamaji wa SAUT TV, kipindi hewani ni Sports Soma, tukiwa tunaendelea bado kuchakata mada yetu mezani. Je, ni sababu ipi ya kuongezeka kwa magolikipa wa kutoka nje ya Tanzania? Yes, ligi yetu imeshindwa kuzalisha magolikipa wenye ubora, na kama nilivyokuambia awali nipo na wachambuzi wangu Dorington Edward pamoja na Jackson Ndaro. Nikirejea kwako Dorington Edward, magolikipa wengi wa kigeni wanasifika kwa uwezo wao wa kuwa na utulivu wa mpira mguuni. Tunamzungumzia mlinda mlango kama Djigui Diarra. Pengine sisi tunafeli wapi kuzalisha magolikipa ambao wana ubora kama Djigui Diarra na mpaka Young Africans wanakwenda kutumia pesa nyingi mfuata mali? Sisi tunafeli wapi Dorington Edward? Kwanza kabisa hatufeli katika soka la Tanzania kwa sababu bado tuna academy ambazo zinazalisha wachezaji wazuri tu na magolikipa kwa jumla. Hapa mkoani Mwanza tuna Alliance fanya vizuri sana, lakini tuna Masha Academy, achana na Azam FC, Kagera Sugar kule pamoja na Kibwa. Kwa hiyo hatufeli kama taifa. Changamoto ambayo ukiniuliza mimi tunayo ni kwamba hawa watu ambao tunawazalisha wanapata muda wa kutosha ku practice ambacho walikuwa wanakifanya wao. Unamaanisha kwa maana ya game time? Yeah, game time. Kwa hiyo unakuja kutazama kwamba game time ambayo wanaipata ni katika vilabu hivi vya saizi ya kati ambavyo havishiriki kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo unaona kwamba wanapata uzoefu sana kwenye ligi za ndani badala ya kwenda kushiriki katika michuano ya kimataifa. Inapokuja sasa swala la kwenye michuano ya kimataifa, vilabu vinakuwa havina option nyingine zaidi ya kusafiri. Na niamini nini, Djigui Diarra tunamtazama kwenye ligi ya kwetu hapa kama miongoni mwa magolikipa ambao wanafanya vizuri sababu ya makuzi ambayo ameyapata kwa njia akiwa anaanza soka huko nchini kwao. Kwa hiyo kilio changu mimi na wito wangu kwa wadau wa soka nchini Tanzania na mamlaka husika, tuanze sasa kufikiria kuexport product zetu kwenda nje ya nchi. Lakini umezungumzia swala la kuexport kwa maana ya kuuza wachezaji. Sasa kama mchezaji hajakizi vile viwango ambavyo vinahitajika sokoni, kwa sababu hivi sasa hata mwalimu Pep Guardiola wakati anaingia Manchester City alimkataa John Hart, akamwambia kwamba huwezi kuwa na utulivu mguuni, huwezi kufanya kazi na mimi. Sasa pengine mchezaji ana utulivu na anapata nafasi gani ya kwenda, au anapata nafasi vipi ya kwenda katika vilabu vya nje? Na ukitazama mataifa kama vile Senegal, Nigeria, Ghana,
ni miongoni mwa mataifa ya Kiafrika ambayo naweza nikasema hatutofautiani sana kiwango cha maisha na mambo kama hayo ukilinganisha na mataifa ya Kiarabu ambayo yanapatikana barani Afrika. Ni mataifa ambayo yana export wachezaji wao kwenda ughaibuni kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha na kuongeza experience. Unatazama pia wanatumia diaspora ambao walizaliwa huko na pengine wakupata nafasi katika national team za huko barani Ulaya, wanakuja wanasaidia katika mataifa yao. Kwa hiyo mchezaji anapoanza kukua kwenye academy, kinachohitajika tu ni kuonesha ile talent kwamba huyu mtu ana talent, sasa tumpeleke barani Ulaya au katika mataifa mengine ambayo yamekuwa kisoka kwa ajili ya kwenda kuendelea kule. Mafunzo ambayo tukayapata, game time ambayo atapata na tamaduni za kule zitakuwa ni tofauti na huku kwetu, badala ya kumalia kwamba mchezaji Tanzania kuonekana amefaulu ni amecheza katika Tanzania bara, na unatazama competition ambayo anakuwa anakutana nayo, tuna struggle tunapoenda katika michuano ya kimataifa. Nikija kwako tena Jackson Ndaro, nikichukulia mfano mzuri ni katika ligi ya Misri ambao wao wameamua kwamba wachezaji kwa nafasi ya ulinda mlango lazima awe mzawa. Pengine kanuni hii ikiletwa kwetu itaweza kusaidia na kuwapa nafasi zaidi magolikipa wetu kuweza kupata game time na kuwa na ubora ambao unahitajika, kama ambavyo hivi sasa tunazungumza mfano mzuri Mohamed El Shenawy katika kikosi cha Al Ahly na timu ya taifa ya Misri, miongoni mwa magolikipa bora sana Afrika. Kwa hiyo je, kwako unaona kwamba hii mbinu ama hii kanuni ikitumika kwa maana ya magolikipa wawe wazawa inaweza ikasaidia? Yes, nafikiri kwa asilimia karibia 95 inaweza kusaidia kwa sababu Misri imegusa sana katika lengo la golikipa, lakini ukiangalia ligi kama ya South Africa au Afrika Kusini ni ligi ambayo inaenda mbali zaidi, si golikipa tu, hata wachezaji. Ukiangalia takriban 75% ya ligi ya Afrika Kusini, wengi wachezaji wanaocheza pale ni wazawa pale. Namna gani ambapo wameanza kutengeneza ligi yao? Ukiongelea hata ligi ya Uingereza, English Premier, namna gani ambapo wametengeneza au wameratibu ligi yao ni kwa namna ya kuwasepa au kuwapa kipaumbele wachezaji wa kizao. Mfano mchezaji kama Marcus Rashford kwa kipindi alikuwa anaonyesha kiwango bora sana kama ya Manchester United, lakini kwa sababu wanatamani wachezaji wao wapate game time kubwa katika timu walizopo, lakini pia namna gani ambapo wanaweza kwa promote katika soka la nje. Ulikuwa unamwona Marcus Rashford bado yupo pale mpaka ilipofikia hatua ambapo Manchester United waliamua tu kumweza kwenda klabu ya Barcelona na kushiriki ligi ya Hispania. Lakini kikubwa zaidi ni kuwapa game time wachezaji wa kizawa na kuachana na ile kasumba ya kufanya wachezaji wa kizawa kuonekana kama ni wachezaji ambao wana viwango vya chini vya kucheza mechi, tunasema mechi ya daraja B, maana wanazalaulika. Yes, unajua tukiongelea mechi ya daraja B tunaongelea kuna mechi ya daraja A, mechi ya daraja B, mechi ya daraja C. Mechi ya daraja A tunaongelea kwa mfano Simba na Yanga, mechi ya daraja B tunaongelea kwa mfano Yanga na KMC, lakini mechi ya daraja C tunaongelea KMC na PAM. Sasa mechi kama hizi kwa mfano mechi ya daraja C ndio mechi ambayo atatumika golikipa wa kizao, jambo ambalo linazidi. Unajua mchezaji cha kwanza ni kujengea confidence. Mchezaji kama ana confidence, hata kama yuko na talent ya aliyojua, hata kama chimbuko lake au background yake ni aliyojua, lakini kama confidence haipo, namna gani ambapo mpira kwake unaweza kuwa mbaya sana. Kwa hiyo namna ya kumpa game time lakini na confidence inaweza kuja kama game time pana. Edward, unakubaliana na Jackson Ndaro kwamba kanuni ya kuwafanya magolikipa wa kutumika katika ligi kuu ya Tanzania bara wawe wazawa pekee inaweza ikasaidia kuongeza ubora wao na kuwapatia ule ubora ambao unahitajika katika soko la kimataifa? Kwanza tuko kwenye dunia ya makapitalisti na tunaishi katika ukapitalism, kwa sababu ili mtu aweze kupata changamoto anahitaji mtu ambaye atakuwa bora zaidi kumzidi. Kwa hiyo mimi sioni kama hiyo ni tiba ya kwa nini wetu wapate nafasi kwenye soka hapa nchini Tanzania. Tiba yangu sasa inabidi tuangalie mbali zaidi, tofauti na hapa kwenye zetu, kama ambavyo nimetolea mfano mataifa ya Senegal, Nigeria, Ghana yanafanya, na unayatazama kwamba ni miongoni mwa mataifa ambayo yanadominate kwenye soka la Afrika. Tuwekeze muda zaidi katika kutengeneza wachezaji kuanzia huko chini, ngazi ya grassroots, tunapeleka kwenye academy, then tuna export kwenda nje ya nchi, si ndio? Lakini pia tutumie diaspora kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu kwenye timu yetu ya taifa. Kwa hiyo mimi sitazami kama kuweka kanuni ambayo itakuwa inabana winga magolikipa wa kigeni hapa nchini Tanzania kama itakuwa suluhisho, bali hapana, tuwaache waje wa magolikipa wetu watakuwa na cha kujifunza, si ndio? Wakipata cha kujifunza then tuwe Watanzania. Nafikiri sababu ya maisha yetu namna ambavyo tunakuwa ni tofauti na Kongo.
ukitazama wachezaji wa Congo DRC, mentality na exposure ni tofauti. Wachezaji wa Congo hafikiri kucheza katika ligi ya ndani. Nafikiri ni sababu ya background ya taifa la Congo kutoka huko kwenye masuala ya kisiasa mpaka hivi sasa. Kwa hiyo kuwe pia na exposure mentality za kwenda nje, kwenda kutafuta maisha, kwenda kuongeza uzoefu na mambo mengine, lakini pia swala zima la agencies la wachezaji ambao watakuwa wanaweza kwenda nje, tuanze sasa kutengeneza mawakala na Shafi Dauda wawe wengi zaidi, hapo watakuwa na uwezo wa kumtoa mchezaji mmoja kwenda nje tu na kina Mbwana Samata wengi zaidi. Mimi nafikiri nikiongezea hapo, unajua ukizungumza kwa mfano Senegal, ukizungumza kama Mali, ni nchi ambazo kikubwa zina chini ya taifa nzuri, lakini hazina ligi kubwa, ligi kama Tanzania, na ndio maana huwezi kuikuta Senegal ikawa juu ya ligi ya Tanzania bara, kwa sababu sio nchi ambayo ina ligi kubwa au ligi pendwa, lakini ina wachezaji wengi ambao wanacheza nje. Kwa mimi sifikiri kuwa ni solution kuchukua wachezaji au golikipa wa kizao kupeleka kule, kwa sababu hatutawaona. Golikipa anataka kupata game time, lakini sio tu kupata game time, aonekane, awe promoted. Sasa nini kifanyike ni kuwachukua kuwapeleka sehemu ambapo watakuwa wanaonekana, si tu kupata game time. Unajua unaweza kumchukua mchezaji akaenda Alliance, anaweza kupata game time kubwa lakini anaonekana no. Kwa tulichukua tumpeleke nchi ambayo, kwa mfano unaweza kumchukua kumpeleka Morocco. Sasa swali ni anaweza compete na atakachokuta Morocco? Hicho ndio solution hapo inaweza kufanyika. Yes, tunafikia tamati kwa siku ya leo katika kipindi chetu cha Sports Warm Up. Muda ni ukuta mtazamaji, na siku ya leo tulikuwa na mada mezani ikisema nini sababu ya kuongezeka kwa magolikipa kutoka nje ya Tanzania. Je, tumeshindwa kuzalisha magolikipa wenye ubora? Na siku ya leo nahodha wako nilikuwa ni mimi Abdul Sami Hawanga, lakini studioni nilikuwa na Dorinson Edward na Jackson Ndalo. Nikutakie mtazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata hapa SAUT TV.